Usiniache. Shucks. Usiku usijali ndugu yangu, nimekuja kupiga stori tu na wewe, maana shemeji yako ni mmoja hapo kalala. Katika familia yetu tumebaki wawili tu, mimi na wewe. Natambua ndugu wangu, sasa hivi ushakuwa mkubwa,
huko unapopita mabarabarani, watu wengi wanakutamani. Sio kila mvulana anakuona, wengine wana nia nzuri na wewe. Mdogo wangu anaweza akakutongoza ukamkubalia, kumbe mzee ana nia mbaya na wewe. Sio, unanielewa mdogo wangu? Ndio dada, mimi naweza ndio tu mdogo wangu. Wewe ina maana ndani kuna mtu na kumwambia? Mwanaume unakija wewe kweli? Unaamini yale maneno ya wahenga, kikuachi kingoni mwako? Na hata hivyo mwanaume, unanichukuliaje mimi? Unanichukuliaje? At least ungetoka na anake hata uko nje. Umeamua tu kila mdogo wangu kabisa. Umo ndani wewe unamaanisha mzima hata uko nje. Na shocks mimi na wewe udugu basi. Nyamaza. Unamchukulia unanieleza au vipi? Mkango, mimi nilikuwa nataka Mjomba, huko utokako kwenda kweli? Mjomba, huko nilipotoka sio kweli. Hakuna fadhali wewe. Kulikoni? Matatizo kwa kimoja mjomba. Huyu mjomba, unavyoona shaksi ya mimi nilikuwa naangaika unanioka kufanya biashara ili nimsomeshe mdogo wangu. Naizia kupambana shemeji yake. Unasema? Wewe unafahamu? Mjomba, hilo tatizo na nimekuelewa, lakini hili swala siwezi kulisikiliza kwa siku moja. Inabidi tutoke mimi na wewe mpaka kwa huyo mume nyumbani kwako. Umeelewa? Mjomba, nimekuelewa. Isitoshe wewe ni mke wa mtu. Siwezi kukupokea hivi bila taarifa yoyote. Utalala leo siku moja, kesho tutakwenda kwa mume. Nafikiri umeelewa. Sasa mjomba, nimekuelewa. Yaani mwaka huu mnaleta uchoyo mkubwa sana. Yaani sielewi. Yaani sielewi kabisa. Yaani mnatuletea matatizo makubwa sana. Ndoa gani zisizo? Yaani kila siku ndoa zenu karibu ndani zinakuwa na matatizo hivi. Kwa nini? Tunazoeshana sasa hivi, tutakufa mapema. Yaani ni mtihani kweli kweli. Samani. Naam. Unafanyaje sasa? Kuhusu nini? Kama sikaondoka. Kwani shida ni nini? Kuna tatizo lolote? Alafu nisikilize nikwambie kitu. Mimi ni Msambaa.
kule kwetu Sambani, hata kama mtu amefariki, kulisi mke wake si kitu cha ajabu sana. Alafu vitu mbona hata kwenye dini vipo vinazungumza? Shida ni nini sasa? Mpana shemeji, jamii kanichukuliaje? Na mimi nilikaa hapa kwa ajili ya dada, naenda kuondoka. Hivi unajua dada yako mstaafu? Unaelewa hilo? Ameondoka mwenyewe. Alafu yule mimi mke wangu nimemuoa, sijampatia talaka. Alafu uzuri wake wewe na yule ndugu, kwa hata kama yule ameondoka, wewe uko hapo unaendelea kufidia mahali uliotoa. Unaelewa vizuri? Hivyo vitu ni vya kawaida, visikupe stress. Alafu kama kuna tatizo lingine lolote, mimi hapa nitamaliza. Unaelewa? Sawa. Nikwambie kitu. Niambie shemeji. Tunaweza tukaendelea. Inawezekana. Unajua leo tuko hivi kidogo, ila pia wapunguza kelele sana, watu wanakuwa wanasikia. Tajitahidi. Nimeenjoy sana. Nisikufiche. Alafu kuna kitu nimekugundua kwako. Ngoja niseme na wewe. Unapenda kujipa vitu nusu. Kwangu nimebatisha mwenyewe. Ndio nakuelewa. Kama kupenda. Kitu. Nikiwa na seksi na wewe, niende Mungu kuliko mke wangu. Na mimi nimechelewa wa. Nataka kujua wewe uko wapi? Ulienda wapi? Kwa nini uondoke bila kuniaga kama unajua ni mke wangu? Sina kweli sawa. Tukumzana. Shucks. Unaamua kunitukanisha? Almasi. Unafanya nini Almasi? Almasi. Unahisi jina la mama yangu? Mama yangu alikuwa hivyo.
Niambie mwanangu. Shari vipi? Sawa, kama kaa. Fresh. Hey, vipi lakini shemeji mzima? Yupo wa jambo. Siku hizi unajifanya pedidi unavaa ile. Hamna mambo ya shida, sisi tunajua namna gani vipi mambo ya play. Pikipiki yako ulikuwa unatembelea imekatika. Sasa hivi unatembea kwa miguu. Maisha yanabadilika sana. Kweli sana. Yaani sasa hivi ni taratibu nitembele na mpaka na mikono. Shemeji yuko nyumbani? Nimekwambia yupo mzima. Kwani vipi? Mimi bwana nimesikia tetesi hapa mtaani kwamba wewe unatembea na mtu na mdogo wake. Hayo maneno ya kweli au propaganda? Habari hizo amekwambia nani? Mtu anaweza kukunyima chakula lakini maneno yasikunyima. Taarifa zote za kwako hapa mtaani zimezagaa. Wewe. Sasa nisikilize nikwambie kitu. Jambo la kwanza kabisa, kuhusiana na jambo lolote linalohusu mimi maisha yangu, naomba uliache. Sasa wewe ni mshikaji wangu. Naomba nielewe. Yaani sitaki mtu yote anifuatilie maisha yangu. Umeelewa? Unatakiwa ufanye vitu vya msingi sana kuhusiana na maisha yako kuliko maisha yangu. Nakuomba lakini kama itawezekana. Kwa hiyo nakuomba, yaani kama utaendelea na hili swala, tutakuja kugombana. Yaani tena tutashinda kusogeleana kabisa. Ukiambia kitu elewa bwana, sio kama msenge. Ndio nishakuelewesha. Ina maana umezamilia. Sio kuzamilia. Nazungumza hivyo na maanisha. Ila kama utaendelea, mimi na wewe tutakosana. Yaani tutakuwa maadui wakubwa sana. Nimekuelewa. Mimi nashukuru kama umeelewa. Sawa. Kuhusiana ndugu mmoja, maana kuna watu akili hawana. Kuna unajua kila mtu mwili lakini akili zitakuwa ndo wale unakuta mtu anaanza kukua akili kabla ya mwili. Matokeo yake ndo yale. Mjomba, nadhani umejionea mwenyewe kila kitu kilichotokea jana, na ningekwambia tu hivi, najua usingenielewa na ungeniona pia mwongo. Ni kweli mjomba, niliyoyaona jana sikitisha, yameniumiza, yamenichoma pia. Na laiti kama dada yangu Bitikujani angekuwa, shemeji yangu angekuwa, sijui ingekuwaje. Mjomba, nimekufahamu bado. Sitamani hata kwenda kuliko mjomba. Nimekuelewa kwa yaliyotokea mjomba, unajisi endelea. Na kuhusu Shaks, achana naye tu, mwache tu aendelee kukaa naye. Sina jinsi, ni ndugu yangu yule. Hata kama kanifanyia mimi ubaya, sitaweza kumwendea kwa mganga, sijui ya roho, sijui ya kama. Mwache tu aendelee kubaki tu. Kwa hiyo mjomba ameleta uchuro mkubwa ndani ya kumiki, mkubwa sana.
Haina shida mjomba. Da, mambo yamekuwa ovyo kiasi hiki. Ina maana alivyozungumza Kitololi ni kweli kuwa nazungumziwa mimi? Hivi jamii inanichukuliaje? Watu wananiona waovyo na kujivunjia heshima yangu. Itabidi nimwache shemeji nibaki peke yangu. Ngoja nimtimue ili nilinde heshima yangu.
saizi brother? Salama. Mbona unagonga mlango hivyo? Sister leo nimemkuta. Wewe nani? Mimi ni mua tu. Nilimkopesha tenga langu. Kwa hiyo nimekuja kufuata pesa yangu. Hivi unawezaje kumkopesha mke wa mtu vitu ikiwa mimi mwenyewe sijui? Alafu umengengea vipi humu ndani? Nilivyopita hapo nje nikakuta geti lipo wazi. Kwa hiyo nikaona ni bora niingie ndani. Kwa hiyo wewe sio mgeni na nyumba hii, si ndio? Hapana. Mimi ni mfanya biashara. Tena kwa ushahidi zaidi, tenga langu lile pale. Sasa nisikilize. Uliyemkopesha hayupo. Kama unayapenda maisha yako, usijaribu kwenda kuchukua lile tenga. Ila kama maisha yako yapendi, nyanyua miguu yako, nenda kachukue lile tenga. Ondoka. Toka. Sawa kaka. Ujio wangu kwako Bwana Almasi ni kutokana na hali jinsi ilivyotokea hapa nyumbani kwako. Mkeo amekuwa ni mtu mwenye huzuni, ana furaha, amekuwa na mawazo mengi. Ni kutokana na hali tu ya hapa nyumbani kwako ilivyotokea. Kwa hiyo nimekuja kukuomba harudi nyumbani kwako. Sawa. Mimi nimekuelewa vizuri sana. Nimekusikiliza kwa umakini. Lakini naomba unipatie muda ili niweze kulifikiria hili. Ila usitarajie jibu lolote baya. Mimi nashukuru kwa kunielewa, na si kunielewa tu, bali umeniheshimu. Na haya yote ni mambo ya kishetani tu, na imani hayatajirudia. Na kuhusu huyu shaksi, itabidi harudi nyumbani. Shaksi. Shaksi aende wapi? Harudi nyumbani, kwa maana akiendelea kukaa hapa yatajirudia. Lakini atakapokaa nyumbani kwangu, naamini ndoa yako itaendelea kuimarika. Hapo utakuwa na hayo. Naenda nyumbani kwako Shaksi. Sawa. Mimi nashukuru. Shaksi. Nisikilize kwa makini. Nilikuwa naomba ujiandae kwa ajili ya kuelekea kwa mjomba wako. Nimezungumza naye kuwa utaenda ukakae kule walau hata wiki 3. Kuna mipango unaiweka sawa, then utarudi. Shemeji, wiki 3? Wewe unaweza kuvumilia wiki 3 zote hizo?
Shaksi, mimi kuna mambo nayaweka sawa, yakikamilika utarudi, na si kwamba labda mimi nakutelekeza. Hapana, mimi ni wako. Hakuna kitu chochote kitachoharibika. Mi siwezi kuvumilia wiki 3 zote hizo. Kwa nini usiweze Shaksi? Nikishamaliza kuweka mambo sawa, utarudi. Sawa, nitajaribu. Kwa nini unasema utajaribu? Kwa sababu siwezi, ndio maana nakwambia nitajaribu. Shaksi, mimi ni wako na wewe ni wangu. Unajua wazi kabisa kuwa nakupenda na siwezi kukupoteza. Basi naomba ufanye hivyo. Sawa. Sawa. Nashindwaje kuenjoy kwenye penzi lako? Mimi nilishawahi kukwambia kila napokuwa na seksi na wewe ndio mapenzi yanazidi kuongezeka. Kweli? Yeah. Asante. Kwa hiyo leo umeamua kuniaga kwa staili hii? Ndio, unajua kitu mwenyewe. Umenimaliza mani yangu yote. Ya kweli? Kweli. Nikwambie kitu. Ndio. Haijalishi kuwa unaenda kwa mjomba, kama ndo mapenzi yetu yatakuwa yamekwisha. Sawa. Naomba uwe makini sana. Uwe makini. Kuhusu mimi usijali. Na usitegemee kitu chochote kibaya kutoka kwangu. Kweli? Ya, unajua nakupenda. Ndio. Mesa. Asante. Fundi. Vipi? Fresh. Kama kawaida. Somo la kazi kama endelea hivi tunamaliza hizi. Kweli. Una kazi nzuri eh? Hongera kwa kazi. Hatukosei kazi. Fanya kazi vizuri. Tuzo karibu kazi. Unajua mwanzo nilikuwa na wasiwasi na hii rangi yako ulioniambia unataka kuipigia. Kwa sababu nimeshazoea ile rangi nyeupe ambayo nimeipiga kwenye chumba changu. Ile rangi nzuri, mimi fundi sasa najua rangi nzuri ya kukupigia. Ndio maana ngombe niache mimi. Tamaliza mwenye finishing yangu. Basi sawa. Nafikiri kama utamaliza naomba uambie vijana wako basi wanisaidie kupanga hivi vitu katika chumba. Haina shida tajumba vitu. Jambo limeisha. Ni shilingi ngapi unadai? 80,000. 80,000.
Mjomba, kuhusiana na masuala yako yanayoendelea, nimekataa kupita kwangu, nimekutana na mumeo na nimeongea naye, nafikiri amenielewa. Mjomba, mumeo nampenda, nalifahamu hilo, na kuona hauna raha, hauna amani ndani ya moyo wako. Nimeongea na mumeo, nimemuomba urudi kwa mumeo. Ameelewa na alichonijibu nimwachie hili swala alifanyie kazi. Ninaamini mambo yatakaa sawa. Asa mjomba, sura yangu mimi nitawekaje mtaani? Kuhusu hayo ni ya walimwengu tu. Sura utaweka wapi? Haya yamekwisha tokea, hauwezi ukayafanya yabadilike. Yalikwisha tokea mjomba. Basi sawa mjomba wangu, mimi nimekuelewa. Maana ukiangalia sina mzazi wote alobaki wa kumsikiliza zaidi yako. Nitafanya kama unavyotaka mjomba wangu. Sawa. Na kuhusu Shaksi ndugu yako, nimeongea hata na mumeo, atarudi hapa kukaa, alimradi ndoa yako iendelee kuimarika. Alimradi ndoa yako iendelee kuimarika. Mimi nataka amani, nataka mfikie hata tulivyofikia sisi Dada yangu binti Kidali marehemu na mumewe walipendana sana, na Mwenyezi Mungu huko alipo awaendelee kuwa. Tunataka namna hiyo. Yeah, unyokoa kaniki. Almasi flavor. Yeah, mezaliwa mwanaume ndo maana ameniita hili. Halo. Mpenzi, mambo? Poa. Mzima wewe? Mzima, sio wewe? Mimi niko poa. Niambie. Poa tu. Leo nilikuwa na maongezi na wewe. Kwema? Kwema. Unanitisha. Kuna tatizo gani? Hamna tatizo, ni maongezi tu ya kawaida. Sasa si ungeniambia tu kwenye simu? Hapana, maongezi ni marefu sana, afu ndio tuonane uso kwa uso. Sawa, muda gani? Nakuuliza na kusikiliza wewe, nafasi yako. Sasa nafikiri tukutane pale tunapokutanaga kila siku, pale dukani kwa mzee Kaniki. Saa ngapi sasa? Muda huu nafikiri itakuwa vizuri zaidi kwa sababu mimi niko free. Basi sawa. Mimi ndo natoka. Penzi, nimekuja hapa leo na jambo naye kuongea na wewe. Mimi nishachoka kukaa kule peke yangu, nishakuzoea wewe. Kwa hiyo mimi nataka nirudi pale pale nilipokuwa mara ya kwanza. Naona hata nilipokuwa huko mbali, naona kama upendo umepungua. Shaksi, mimi nimekupangia kule ili kuepusha vitu vingi. Unielewa dada yako alivyokuwa mkorofi.
na sitaki ajirudia yale yote ambayo yametokea. Umenielewa? Sijakataa huo sijakataa, lakini haupo ile kama active kama mara ya kwanza ulikuwa na yani kitu nakipata kwa wakati, lakini sasa hivi hata nikikutumia message asubuhi unaweza ukajibu jioni. Mimi sipendi, najisikia vibaya. Muda mwingi sana nakuaga na bana na kazi. Kwa hiyo unapokuwa unanipigia simu usipokei kwa wakati wala kujibu message, usinifikirie vibaya. Unajua ni jinsi gani ninavyokupenda. Unanifanya mimi mpaka nagombana na mke wangu, hatuelewani. Ni kwa sababu yako. Lakini pia kuna mipango naiweka sawa zaidi yangu mimi na wewe. Vitu vingine sio lazima nikwambie, ni surprise. Nikisema nikwambie hapa utaanza kukaa na mawazo, utashindwa kulala. Unaona kama surprise inachelewa kwako. Ila tu tarajia vitu vizuri zaidi kutoka kwangu, kwa sababu mimi sitaki tuishie tu hapa. Nataka pia nikunyanyua kiuchumi. Kweli? Yeah. Amini ninachokuambia. Unajua kwenye mahusiano maneno sio mazuri, kwa sababu mdomo upo kwa ajili ya kuzungumza, lakini vitendo ndio upendo tosha. Kesho nitakuja. Saa ngapi sasa? Kwani nimekumisi bala. Unataka nije saa ngapi? Ukiniuliza hivyo nitakwambia leo. Mbadi kesho vikute kule. Basi mimi alfajiri niko pale. Basi sawa. Sawa. Afadhali nimekuona bwana Almasi. Kwanza habari yako? Salama tu mjomba. Nilikuwa nakuja kwako. Mimi nimetokea nyumbani, lakini nimepata dharura ya ghafla. Kuna mission naenda kuitazama kidogo. Sawa, lakini kuna matatizo yametokea. Na ndio maana nilikuwa nakuja nyumbani kwako, at least tukae tuzungumze. Matatizo gani? Matatizo hapo makubwa, kutokana na yale yaliyotokea baina yako wewe na mwenzio. Yule binti anakupenda sana Almasi. Sasa amekuwa hali kwa wakati, analia tu muda wote, amekuwa kama mfiwa, yani kama amekata tamaa. Yani ni matatizo tu makubwa. Na unakumbuka sio tulikaa tukazungumza, ukanieleza kwamba utalifanyia kazi, lakini mpaka sasa alipo kimya. Ndio maana leo nilikuwa naamua kuja kwako tu. Lakini mjomba, naomba nikwambie kitu. Mimi sikuwahi kumfukuza pale nyumbani. Ameondoka mwenyewe. Na kingine, laiti kama ningekuwa nimemfukuza kwa haya yanayotokea, ningekuwa mkosefu mara mbili. Haya yaliyotokea bwana Almasi sio madogo, ni makubwa sana, hata mimi ameniumiza. Lakini kwa sababu tu naomba tuyazungumze, yaishe. Tuyazungumze, yaishe. Yule binti mama yao alikuwa anawapenda sana dada yangu mimi binti Kidali. Baba yao mzee Shumbi tu kabisa. Sasa unavyofanya hivi unazidi kuwaumiza. Wala watoto wamelelewa katika mazingira tofauti, unajua bwana Almasi. Na ninakuambia Almasi, kwa haya yanayoendelea kwa yule binti, lolote baya litakalomtokea yule binti, wewe utakuwa mhusika. Ulifanyia kazi.
Saizi hapo. Wewe ajo. Wapi? Muha, hadi huku. Hadi huku sina miguu. Pesa yangu nipe. Muha, sikiza nikwambie. Hapo unavyoniona mwenzio nina changamoto hatari, nina vipengele balaa. Kwa hiyo mimi nikopo naona, yani bora uende afu kesho upitie lako Muha. Kwa hiyo hivyo vipengele vyako, hivyo changamoto vyako mimi vinanihusu nini? Ninachotaka hela yangu nitie tiki. Hela yangu nipatie hela yangu. Bwana haraka basi nipe hela yangu. Mbona shangaa wewe vipi? Basi sawa, subiri nikakuchukulie ndani. Sasa ole wako uchelewe. Kazi ya kukopa tu, kukimbia mpwa. Nini? Wewe bwana. Wewe vipi tena? Bwana nichelewesha. Yaani wewe kwangu wapi ntese? Mkipata nafasi kidogo kukopeshwa mnakimbia. Nawe nakuletea. Wewe ndio umechanganyikiwa. Na kudai 2000 unakuja kuniletea ibuku. Uchumi wenyewe huu. Ongeza ibuku. Kwani unadai shilingi ngapi? Si unanidai buku wewe? Unanichekesha. Japo sifagili 32. Ongeza hiyo buku unanichelewesha. Wewe nahisi umechanganyikiwa. Unanidai buku. Kama vipi nionyeshe ile daftari lako sehemu iliyoandikwa mtu fulani au sijui mama fulani anadaiwa shilingi 2000. Nionyeshe. Sasa ule wako. Tena changamka ufanye haraka. Unadai 2000 wewe. Mimi nakumbuka ni buku. Angalia vizuri. Auoni kusaidia. Bwana usinipelekeshe. Sema itakuwa sija kuandika. Maana deni langu limekaa sana muda mwingi. Hilo una bahati. Ningekupiga kizinga chizi. Yaani waha anajua vizuri. Yaani utapeli ndo kazi yenu. Eti wewe 2000. Halo. Niambie. Naomba nitakueleza, samahani, nitakueleza, usijali. Kwa nini unataka kufanya hivyo? Halo. 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 Vipi?
Mbona mimi si mama yake? Mambo sisi watu mimi yule tunaheshimiana. Na akijua tumechezo nilioifanya hii itakuwa hivyo kwetu. Na ni balaa kweli. Umeelewa? Chira. Tulia kwanza. Fanya bala. Toa. Aibu. Hii ni fedhea kabisa. Sasa nakwambia tu. Nakwambia nini basi? Unafikiri sisi tunaelewa bwana? Sasa tunaona kabisa sina maana. Sijazaliwa na dada. Atajificha dini? Awe acha. Upo wakati wake, sio sasa. Ndio nakwambia. Mjomba. Habari? Nzuri. Sasa mjomba, nimeongea na Nyago hapa. Sio nimekata hela. Kwa hiyo nenda kwa Utamwamba hapo kanichukulie vocha. Mjomba usijali, maana kwenye simu yangu hapa kuna salio, nitakurushia tu jiunge. Ndio? Basi mimi utanadai. Kampe hela. Maelekezo mengine nitakuja kumpa mwenyewe. Sawa mjomba? Muha. Muha nani? Utamwamba mjomba. Mwambie Utabangi. Sawa mjomba? Samani, habari yako? Nzuri. Samani, naitwa Nixon. Sikio mwenzangu unaitwa nani? Mimi naitwa Ray. Ray, wow. Jina zuri sana. Liendana na urembo wako. Ray, wewe ni mwanamke mrembo sana, ambaye kwa mwanaume yeyote mwenye akili timamu lazima avutiwe na wewe. Itazame macho yako, itazame lips zako, hata rangi ya ngozi yako pia vinavutia sana, na hivyo ndio kunifanya nivutiwe na wewe. Ray, kiukweli naomba nikwambie kitu kimoja, kwamba unatakiwa kuvutiwa sana na wewe, na ni ukweli kwamba nakupenda Ray. Tafadhali, hebu nipe nafasi kwenye moyo wako, nikuonyeshe ni kwa namna gani nakupenda, nikuonyeshe ni kwa namna gani nitakujali na kukupa thamani ambayo unastahili kupewa kwenye uwezo. Please. Sikiza nikwambie kakaangu, hapo na vinuna, mimi nina mume wangu, nampenda, ananipenda. Kwa ufupi tunapendana. Na kingine, hivi hujaona wanawake wengine huko mtaani mpaka umenifuata mimi? Ray, hao wanawake wengine mtaani sio kwamba siwaoni, ninawaona vizuri tu, lakini mpaka nakufuata wewe mimi sibahatishi Ray. Nazungumza ukweli kutoka kwenye vilindi vya moyo wangu, nazungumza dhati ya moyo wangu Ray. Hebu nipe nafasi japo kidogo tu nikuonyeshe kwa namna gani nakupenda, na hata ikiwezekana tuweze kujenga future yangu mimi na wewe pamoja, yaani tuwe mume na mke Ray. Tafadhali usinikatie hivi. Sikiza nikwambie, sitaweza kuvunja ndoa yangu kwa sababu yako. Sijui umenielewa? Ray, lakini mumeo sio tatizo kwangu.
bwana wewe. Aga. Ushaingia mwanangu. Niambie pacha. Kama kawaida harakati hizo. Karibu sana. Nimefika sikutaka kusumbua. Ukasubiri mwenyewe. Nimesikia tu kama unafunguliwa. Ukajua wewe. Bwana nikwambie kitu kimoja. Bwana leo wakati natoka kwa down na kibongo mfano mtoto mmoja mkali chini down. Oya mkali. Wenyewe kwambia mwanamke ana tizi tatu ila nazo zote mshikaji. Bila kujua wewe vitu vya nyama nyama ndio vitu vyangu. Ndio. Tunamaliza. Bwana fika pale mambo yanasoundisha fresh. Sio kati ya zile pigo. Mimi wangu ndio sikiliza mtoto. Ni habari za mama kwa nini sindi? Sio kama mimi niko na chape chape kabuli. Chape kabuli mwanangu kama unakuelewa. Kula na vizio. Wakati huo bonge moja la kasti. Kama nani? Kama ubishi wa Patrick wa Maziza huyo. Ukisema Mishi Aziza unachanganya, sema Mishi Mchopa. Ndio. Wewe unaona mwanangu wewe tumekaa hapa mwanangu, yeye kule jikoni anakangiza nini anamaliza na kufua. Mwenyewe ndio nataka kidogo shemeji yangu kaingia pale kakologeza mimi nimekaa naangalia TV kidogo, shemeji chukua mimi nachukua. Nani mimi earphone. Sikii kitu. Hata kwa inatulia mimi naona si atu. Wewe nakwambia. Haya ngoja tuone. Wewe ni mwanangu. Ngoja tuone. Kwa maana da. Akapacha umedaki. Ngoja tuone. Ndio kasi kama ipi? Kasi kama ule Mishi. Ule. Mishi wewe Mishi. Huyo mtu wa Maziza. Si ndio Mishi Mchopa bala Mishi. Hadi Mjomba bwana, leo kuna ugeni utakuja hapa. Tumeualika kwa maana kuna mazungumzo ya kuongea. Ugeni? Ndio. Kutokana na mambo yaliyoendelea hivi, kuna ulazima wa kukaa na kuzungumza. Nafikiri umeelewa. Sawa mjomba, mimi nimekuelewa. Sawa sawa. Karibu. Unaletea uchungu tena saizi mwanangu. Mjomba, wewe ni mkubwa. Vumilia kwa yote yaliyokutokea. Kaza moyo. Huyu ni ndugu yako. Umeelewa mjomba?
Almasi, kimekuleta nini nyumbani kwangu? Kwa yote ulionifanyia mimi na familia yangu, nini kimekuleta? Mimi niombe radhi kwa maana mimi ni mkosefu, na hichi ndio kitu kikubwa hasa ambacho mimi kimenifanya nije hapa. Nimemfezesha sana mke wangu, nimemdhalilisha sana mke wangu, kiufupi nimemtusi. Kwa kutambua hilo, nikaona si vema nije kumwomba radhi mke wangu ili aweze kunisamehe, kwa maana mimi ni binadamu na binadamu siku zote huwa anakosea, na ndio maana nimekuja hapa kuomba msamaha. Najisikia aibu sana kwa vitu ambavyo vimetokea mke wangu. Naomba radhi, niko chini ya miguu yako, naomba unisamehe sana. Mjomba, kwa kuwa mume wangu kaniomba radhi, mimi nimeamua kumsamehe. Almasi, leo anakupenda. Imefikia hatua unamuomba msamaha na leo anakukubalia. Ni jinsi gani ameonyesha mapenzi juu yako. Ameumia sana mwanangu. Naomba haya maswala yasijirudie tena. Na wewe Shaksi, kwa yote uliyomfanyia ndugu yako, amekubali msamaha wako. Leo si unatembea mjomba, siku nyingine ukimfanyia mtu ambaye si ndugu yako utarudi matanga. Na ninakueleza nikiwa mimi mjomba wako, huu upuuzi ulioufanya huu upuuzi huu iwe mwanzo na mwisho leo.